Na Catalonia, nabii wa pili. Kuna nyakati baadhi ya safari huisha kabla ya mioyo ijawa tayari kuachilia. Mtu huondoka si kwa sababu ametimiza yote, isipokuwa wakati umewaita kwa njia isiyoepukika. Tunabaki nyuma tukishikilia kumbukumbu, tukitafuta pumzi katikati ya pengo lililobaki. Leo tunahisi pengo lisiloelezeka, alama aliyotuachia haifutiki, alama ya milele iliyochorwa kwa maneno machache yenye hekima, jinsi alivyoishi. Katika zama za dhahabu za Barcelona na timu ya taifa ya Uhispania, kulikuwa na mtu mmoja ambaye hakutafuta jukwaa la mwangaza. Huyo alikuwa Sergio Busquets. Hadithi yake inaanza mwaka 2008, wakati kijana huyo mrefu na mwembamba alipoinuliwa kutoka akademi ya La Masia na Pep Guardiola. Muda mfupi baada ya dunia ikagundua kuwa Guardiola alikuwa amepata sehemu ya mwisho ya fumbo. Katika mfumo wa TikTok uliokuwa unaandika upya historia ya soka, ndipo Busquets akawa muhimili na utamaduni huo. Xavi na Iniesta walicheza kama washairi waliotengeneza mistari ya muziki. Kombe la dunia 2010, dunia ilishuhudia kilele cha kipaji chake. Wakati Hispania ikicheza soka la utulivu na busara, Busquets alihakikisha injini ya timu haijazima hata mara moja. Taji hilo pamoja na Euro 2012 vikawa alama ya enzi ambapo jina lake liliandikwa kwa herufi zisizofutika. Miaka ikaendelea, wenzake wakastaafu mmoja baada ya mwingine, naye Busquets akabaki akibeba mzigo wa timu na klabu yake ya Barcelona kama nahodha. Hata pale Barcelona ilipoyumba, bado macho ya mashabiki yalipata faraja kumuona akisimama akicheza kwa utulivu ule ule wa kipekee. Kustaafu kwake leo sio tu kuondoka kama mchezaji, ni kuondoka kwa falsafa yenye fundisho kwamba soka si mbio pekee, si nguvu pekee, ila ni akili, hekima na uwezo wa kutuliza dhoruba. Ni mwisho wa sura ya hadithi, ila simulizi yake itaendelea kusimuliwa katika vizazi vijavyo vya wachezaji na mashabiki. Un capitano se será, pero la historia de Busquets sigue vivo en la memoria.